Kumewaka nchini Tanzania hadi Samia Suluhu kuitisha mkutano wa dharura na baraza la mawaziri. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameongoza kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kilichofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam Alhamisi tarehe 5 Machi mwaka huu, tukio ambalo limeibua mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa sera, uchumi na maamuzi ya kisiasa na serikali katika kipindi hiki muhimu cha utawala wake. Kikao hicho ambacho ni sehemu ya mkutano ya kawaida na serikali kimehusisha viongozi wakuu wa serikali wakiwemo makamu wa rais, waziri mkuu pamoja na mawaziri wa wizara mbalimbali, na kimejadili masuala kadhaa ya kitaifa yanayogusa maendeleo, usimamizi wa uchumi, utekelezaji wa sera za serikali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa baada ya kikao hicho, baraza la mawaziri lilijadili hoja mbalimbali za kitaifa ambazo zinahusiana moja kwa moja na mipango ya kimaendeleo ya Tanzania pamoja na mikakati ya kuimarisha uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Kikao hicho kimeongozwa na Rais Samia kama mkuu wa serikali na mwenyekiti wa baraza la mawaziri, na chombo ambacho kikatiba ndicho kinachobeba jukumu la mwisho la kufanya maamuzi makubwa ya serikali. Na katika mfumo wa utawala wa Tanzania, baraza la mawaziri lina nafasi ya kipekee katika mchakato utungaji na utekelezaji wa sera, na ndani ya chombo hicho ndimo mawaziri wanapowasilisha mapendekezo ya sera kutoka wizara zao, kuyajadili na kwa pamoja na hatimaye kuyapitisha au kuyarekebisha kabla ya kuanza kutekelezwa rasmi. Na hivyo basi kila kikao cha baraza la mawaziri huwa na uzito mkubwa, kwa sababu maamuzi yanayofanyika humu yanaweza kuathiri sekta mbalimbali za taifa, kuanzia uchumi, miundombinu, elimu hadi diplomasia ya kimataifa. Na katika mazingira ya sasa ya kisiasa nchini Tanzania, kikao hicho kinatazamwa na wachambuzi wengi kama sehemu ya mchakato mpana wa serikali ya Rais Samia kuimarisha uongozi wake na kuweka mwelekeo wa sera katika miaka ya hivi karibuni na utawala wake. Na tangu alipoingia madarakani mwaka 2021 kufuatia kifo cha rais wa awamu ya 5 John Pombe Magufuli, Rais Samia amekuwa akiongoza mabadiliko kadhaa ya kisera ambayo yameathiri siasa na uchumi wa Tanzania. Mabadiliko haya yamehusisha kufungua zaidi anga la kisiasa na kidiplomasia, kurejesha uhusiano wa taasisi za kimataifa pamoja na kuhimiza utekelezaji wa kigeni kama njia ya kuimarisha uchumi wa taifa. Hatua hizi zimekuwa zikijadiliwa mara kwa mara katika vikao vya baraza la mawaziri ambavyo hutumika kama jukwaa la kupanga na kuratibu utekelezaji wa maamuzi hayo na katika wizara mbalimbali. Katika kipindi cha miaka michache iliyopita, serikali ya Rais Samia imeweka msisitizo mkubwa katika mageuzi ya kiuchumi na kuvutia wawekezaji katika sekta za kimkakati kama nishati, bandari, utalii na miundombinu ya usafirishaji. Miradi mikubwa ya maendeleo kama reli ya kisasa ya SGR, upanuzi wa bandari ya miradi ya umeme imekuwa sehemu ya ajenda ya vikao vya baraza la mawaziri kwa sababu ya umuhimu wake katika kukuza uchumi wa taifa. Na kwa wachambuzi wa siasa za Tanzania, mikutano kama hii mara nyingi huwa na maana kubwa zaidi ya kile kinachoonekana katika taarifa rasmi. Ndani ya baraza la mawaziri ndiko kunakotokea mijadala mikali kuhusu mwelekeo na sera za serikali, mgawanyo wa rasilimali na vipaumbele vya maendeleo ya taifa. Na hivyo basi kikao kinachoongozwa na Rais Samia kinaangaliwa pia katika muktadha wa mienendo ya kisiasa ndani ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi, ambacho ndicho kinachoongoza serikali tangu uhuru wa Tanzania. Na katika historia ya siasa za CCM, baraza la mawaziri limekuwa sehemu muhimu ya mfumo wa maamuzi ya kisiasa kwa sababu
Mara nyingi mawaziri wengi hutoka ndani ya chama hicho na kutekeleza sera ambazo zimepitishwa ndani ya vikao vya chama, na hii ina maana kwamba mijadala inayofanyika katika baraza la mawaziri mara nyingi huakisi pia mijadala ya kisiasa inayofanyika ndani ya CCM. Na kwa upande mwingine, vyama vya upinzani nchini Tanzania vimekuwa vikifuatilia kwa karibu maamuzi ya serikali yanayotokana na vikao vya baraza la mawaziri, hasa pale yanapohusiana na sera za kiuchumi, usimamizi wa rasilimali za taifa na mageuzi ya kisiasa. Na katika chaguzi zilizopita, vyama vya upinzani mara nyingi vimetumia maamuzi ya serikali kama sehemu ya hoja zao za kisiasa katika kushinikiza serikali kuongeza uwajibikaji, uwazi katika utendaji wake. Na katika mazingira ya sasa ya kisiasa, kikao cha baraza la mawaziri kinaweza pia kuangaliwa katika muktadha wa maandalizi ya kisiasa kuelekea chaguzi zijazo. Na Tanzania imekuwa na mfumo wa uchaguzi wa kila baada ya miaka mitano, na katika kipindi cha kuelekea uchaguzi, serikali mara nyingi huweka msisitizo katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na sera ambazo zinaweza kuimarisha uungwaji mkono wa wananchi. Kwa sababu hiyo, wachambuzi wanaona kwamba mijadala ya baraza la mawaziri katika kipindi hiki inaweza kugusa masuala yanayohusiana na uchumi wa wananchi, ajira kwa vijana na maendeleo ya miundombinu, na ni mambo ambayo mara nyingi huwa ajenda kuu katika siasa za uchaguzi. Aidha, vikao vya baraza la mawaziri vina nafasi muhimu katika kusimamia utekelezaji wa sera haswa za msingi katika ngazi za kitaifa. Mawaziri wanawajibika kuhakikisha kwamba maamuzi yaliyofikiwa katika vikao hivyo yanatekelezwa kikamilifu katika wizara zao, na mara nyingi hutoa taarifa za utekelezaji katika vikao vinavyofuata. Na katika utawala wa Rais Samia kumekuwa na juhudi za kuimarisha uwajibikaji wa mawaziri na taasisi za serikali ili kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa ufanisi. Hatua hii inaonekana katika mabadiliko kadhaa ya baraza la mawaziri ambayo yamefanyika katika miaka ya karibuni, ambako baadhi ya mawaziri wamebadilishwa au kuhamishwa katika wizara tofauti kulingana na utendaji wao. Na kwa watazamaji wa siasa za Tanzania, mabadiliko kama haya yanaonyesha jinsi baraza la mawaziri linavyoweza kuwa pia chombo cha kusimamia uwajibikaji wa kisiasa ndani ya serikali. Rais kama mwenyekiti wa baraza hilo ana mamlaka ya kufanya mabadiliko ili kuhakikisha kwamba timu yake ya uongozi inatekeleza ajenda ya serikali kwa ufanisi. Na katika historia ya Tanzania, baraza la mawaziri limekuwa na jukumu kubwa katika kusimamia sera na maendeleo tangu enzi za serikali za awamu zilizopita, kuanzia utawala wa Julius Nyerere kupitia awamu za viongozi waliomfuata hadi serikali ya sasa. Chombo hiki kimekuwa sehemu muhimu kwa mfumo wa utawala wa nchi. Na katika kipindi cha uongozi wa Nyerere, baraza la mawaziri lilikuwa jukwaa muhimu la kupanga sera za ujamaa na kujitegemea ambazo zilikuwa msingi wa sera za taifa. Na katika miaka ya mwanzo baada ya uhuru, katika awamu zilizofuata, baraza hilo lilitumika kupanga mageuzi ya kiuchumi, kuimarisha sekta binafsi na kusimamia maendeleo ya miundombinu. Kwa hiyo kikao kilichoongozwa na Rais Samia kinaendelea katika mlolongo huo wa kihistoria, ambapo viongozi wa Tanzania hutumia baraza la mawaziri kama chombo kikuu cha kupanga mwelekeo wa taifa. Na kwa mtazamo wa kisiasa, umuhimu wa kikao hiki haupo tu katika maamuzi yaliyofanywa, bali pia katika ujumbe wake wa kisiasa. Kuonekana kwa rais akiongoza moja kwa moja mijadala ya baraza la mawaziri kunasisitiza nafasi yake kama kiongozi mkuu wa serikali na msimamizi wa sera za taifa. Na katika mazingira ya kisiasa ambapo viongozi mara nyingi hukabiliwa na changamoto za kiuchumi na kijamii, vikao kama hivi vinakuwa nafasi muhimu ya kupanga mikakati ya kukabiliana na changamoto hizo. Kwa hiyo mjadala unaoibuka baada ya kikao hiki unaonyesha jinsi wananchi na wachambuzi wanavyoendelea kufuatilia kwa karibu maamuzi ya serikali na athari zake katika maisha ya kila siku ya wananchi.
Mwisho wa yote, kikao cha baraza la mawaziri kilichoongozwa na Rais Samia kinabeba ujumbe mkubwa wa kisiasa kuhusu mwelekeo wa uongozi wa Tanzania. Na katika kipindi hiki, kama maamuzi yaliyofanyika humo yatafanikiwa kutekelezwa kwa ufanisi, basi serikali inaweza kuimarisha uaminifu wa wananchi na kuonyesha uwezo wake wa kusimamia maendeleo ya taifa. Lakini ikiwa utekelezaji wa sera utaendelea kukumbwa na changamoto, basi mjadala wa kisiasa unaweza kuongezeka, huku wapinzani wakitumia hali hiyo kama hoja ya kuhoji ufanisi wa serikali. Kwa hiyo umuhimu wa kikao hiki hauishii katika kuta za Ikulu, bali unaathiri moja kwa moja mustakabali wa kisiasa na kiuchumi wa Tanzania. Na katika kipindi ambacho taifa linaendelea kukabiliana na changamoto za maendeleo na ushindani wa siasa, maamuzi yanayofanywa katika baraza la mawaziri yanaweza kuwa na athari kubwa katika kuamua nani atanufaika kisiasa na nani atakabiliwa na shinikizo la kisiasa katika miaka ijayo.